Mtazamaji, karibu katika chaneli yangu ya Me and You, mimi na wewe. Ni wakati wa mimi na wewe, tunapaswa kujuzana yale ambayo hatuyafahamu, yale ambayo hatuyajui, yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Nadhani hapa ni kisima ambacho utapata kila kitu ambacho unahitaji kukijua. Ni muda wako wewe kuuliza swali ambalo unahisi linakutatiza, na mimi nitakachokifanya ni kuwasiliana na wataalamu ambao wanahusiana na jambo hilo, watatupatia majibu. Nadhani na wewe sasa nitakuletea jibu ambalo nimepewa na wewe utaweza kujifunza. Kuna swali ambalo limeulizwa na mwenzangu huyu hapa. Ameuliza wiki iliyopita kwamba kifo ni nini? Kifo kinatokea aje mpaka mtu anakufa? Maana mpaka mtu anakufa lazima kuna vitu vinakuwa vimeharibika kwenye maisha yake, kwenye mwili wake mpaka mtu huyo anakufa. Sasa kifo kinatokea aje? Maana tunaambiwa tu mtu kafa. Haya, lazima ujue ni nini ambacho kinakufa. Kama mwana biolojia lazima ujue nini kinachokufa. Unakufa wewe, unakufa moyo, unakufa mapafu, yanakufa mapafu. Nini kinachokufa? Mtazamaji, ngoja nikwambie, kwa mujibu wa wataalamu, sio mimi, wataalamu ndivyo wanapodai. Hata kama utaumwa ugonjwa wa saratani, iwe saratani ya damu, ya ngozi, kama ugonjwa huo utapelekea kufa kwako, ugonjwa huo hautakuwa umekuwa direct wewe kama wewe, isipokuwa kuna vitu ambavyo vitakufa kupelekea wewe kufa kwako. Sasa hebu tuanze kwa kujibu kwanza swali. Kwa mujibu wa wataalamu wanafadhali, wataalamu wanasema kwamba death occurs, kifo hutokea when the body's vital functions, specifically breathing, circulation and brain activities ceases permanently. Yaani kifo hutokea pale ambapo upumuaji, mzunguko wa damu na shughuli za ubongo zinapokoma kabisa na kuwa haziwezi kurudi tena. Hicho kifo tayari. Yaani kwamba kupumua, mzunguko wa damu na shughuli za ubongo zikikoma kabisa na kwamba haziwezi kurejeshwa, hicho ni kifo. Kwa maana kwa kumbe kifo kinatokea pale ambapo shughuli za ubongo, mzunguko wa damu na upumuaji vikikoma kabisa, vimekoma, wewe umekufa moja kwa moja. Kama vimekoma na haviwezi kurejeshwa, sina maana kwamba hivi vitu vikikoma kwamba mtu anaweza kuwa amekufa kabisa kwa mujibu wa wataalamu. Lakini hebu tuendelee kuangalia nini ambacho kinafanyika sasa. Hebu tuangalie processes sasa. The process of dying, hatua, process, mchakato wa kufa. Kumla sio hatua, mchakato mpaka wewe ufe. The process of dying. Mtazamaji, kuwa makini. Kama nilivyokuambia, ni channel ya Me and You, channel ya mimi na wewe. Wewe kama una swali unapaswa kufika hapa na kuuliza, utaweza kujibiwa kadri ambavyo wataalamu wamedai. The process of dying, mchakato wa kufa. Mchakato wa kufa upoje sasa? Kwamba unaanza na mchakato upi? Maana kufa kuna step by step, mchakato A, mchakato B na mchakato C na kadhalika. Tunaanza na mchakato sasa. The process of dying, mchakato wa kufa. Tunaanza na mchakato wa kwanza. Mchakato wa kwanza unaitwa clinical death. Mtu kwanza anakufa kikliniki, yani kufa kikliniki. Sasa clinical death ni nini? Nini maana clinical death? Anasema clinical death, kumradhi, so clinical death. Clinical death, the heart stops beating, blood circulation ceases, and the breathing stops. At this point, respirations, CPR may still be possible. Umeelewa sasa? Kwamba kifo cha kikliniki, moyo huacha kupiga, mzunguko wa damu huacha na kuacha kupumua pia, lakini katika hatua hii ufufuo, CPR bado unaweza kuwezekana. Ndio pale unakuta sasa daktari anastua mapigo ya moyo, na maana mapigo ya moyo yanakuwa yamecease. Lakini katika hatua hiyo ya clinical death, ina maana ukuaji, yani kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema ufufuo unaweza kuwa bado unawezekana. Hiyo ni process namba 1 ya
dying, ya kufa, ni clinical death. Mtu anakufa kwanza kikliniki. Tunaweza tukasema anakufa kitabibu kwanza. Na ambapo hatua hii anasema mapigo ya moyo yanaacha, the heart stops. Moyo unaacha kupiga, blood circulation ceases. Mzunguko wa damu hukoma, and breathing stops, na upumuaji unasimama. Hiyo ni clinical death. Lakini anasema katika hatua hii, at this point, resuscitations, CPR may still be possible. Ufufuo bado unawezekana. Kwa madaktari wanaweza wakapambana katika hali hii, bado ukafufuka upya. Mchakato namba 2 wa process of dying, mchakato wa kufa. Mchakato namba 2 anasema ni biological death. Baada ya kuwa mtu amekufa kikliniko, sababu clinical death inafuata biological death, kifo cha kibiolojia. Within 4 to 6 minutes of clinical death, circulation ceases. No, kumladhi. Anasema within 4 to 6 minutes of clinical death, brain cells began to die from lack of oxygen, making the process irreversible. Kifo cha kibiolojia. Ndani ya dakika 4 hadi 6 ya clinical death, ya kifo cha kikliniki, yani seli za ubongo huanza kufa kutokana na ukosefu wa oksijeni, kufanya mchakato usioweza kurekebishwa. Sisi tunaelewana kama mtu ataanza kufa sasa kibiolojia, baada ya kufa kikliniko akapata kibiolojia, ndani ya dakika 4 hadi 6 za kufa kikliniko unaanza kufa kibiolojia, mchakato wa kuweza kuwa hai unakuwa ni mgumu. Kama mtakufa katika hatua hii, mchakato wa kurudishwa kuwa hai unakuwa ni mgumu, kwa mujibu wa wataalamu wanavyodai. Processing number 3, process of dying, mchakato wa kufa. Anasema ni physical changes. The body stops regulating the temperature, leading to alcohol motility, cooling muscle may sever rigorous motility within 2 to 6 hours. Mabadiliko ya kimwili. Mwili huacha kusisimua joto na kusababisha baridi. Yani mwili, kwa kuwa sasa mtu amekufa kibiolojia, yani mapigo ya moyo hayafanyi kazi, na yale ndiyo huzalisha joto, kwa sababu damu inapopiwa na kwenda sehemu mbalimbali za mwili kutengeneza joto pia. Kwa hiyo hali hiyo inapotokea sasa kwamba imekoma mtu, mabadiliko ya mwili ni mwili kuwa wa baridi. Misuli inaweza kusimama, misuli inaweza kuimarika ndani ya masaa 2 hadi 6 ikiwa imara, huku ikisizi pole pole. Kumradhi, si maneno yangu, ni wataalamu wa afya wanavyodai. Mimi nasema tu kutokana na kile ambacho wao wamekieleza, kwamba hatua inayofuata ya 3 ni the body stops regulating temperature. Mwili kuacha kuzalisha joto, unakuwa wa baridi. Sasa baada ya kuwa baridi, nini kinafuata? Baada ya kuwa baridi inafuata cellular death, kifo cha seli. Kifo cha seli. The body's cells began to die. Seli za mwili huanza kufa, leading to autolysis, cellulization, and eventually putrefaction. Kifo cha seli. Seli za mwili zinaanza kufa na kusababisha kwamba mtu sasa hawezi kurudi tena. Ndugu mtazamaji, hizo zilikuwa ni hatua za kufa. Zilikuwa ni mchakato mpaka kukifikia kifo. Mchakato ambao mwili wa mwanadamu unapitia mpaka kukifikia kifo. Huo ndo mchakato. Sasa nadhani kwa sasa hebu tuishie hapa, lakini next time swali la mwenzangu nitajibu kwamba hatua zipi sasa zinapelekea kufa, ili unapoishi na mgonjwa ukiziona dalili hizi ujue huyu mtu ana wiki moja.